Bwana Yesu asifiwe sana. Here ni Apostle Amani Tanzania, son of Prophet Dennis Tanzania. Niko hapa kuwapatia tofauti iliyopo kati ya riziki na baraka. Riziki ni kile kitu ambacho ni lazima mtu akiangaikie ili akipate. Kwa maana nyingine ni lazima mtu akitafute ili akipate. Hii inahusisha jitihada za mtu binafsi katika kukipata hicho kitu. Kwa mfano, kuna watu wanaamka asubuhi, wakienda makazini, wanafanya kazi kwa bidii zote ili kusudi mwisho wa mwezi walipwe mshahara, na ule mshahara ndo inaitwa riziki ambayo inawasaidia kutimiza majukumu yao ya kila siku. Lakini baraka ni kile kitu ambacho mtu anakipata bila kuhusisha moja kwa moja jitihada za mtu ili kupata hicho kitu. Kwa maana nyingine, riziki ni lazima mtu aitafute ili aipate, lakini baraka mtu haitafuti ila Mungu anampa. Na hii ni matokeo ya mtu kukaa katika nafasi ile ambayo Mungu anataka akae, lakini pia akiendelea kufanya vyema katika nafasi ambayo Mungu amemweka ili akae hapo, atende mambo fulani hapo, maisha yake yaishie hapo. Pindi anapokaa kwa uaminifu na hapo jibidiisha katika kufanya vitu mbalimbali vya kumpendeza Mungu, Mungu anapoona ya kwamba huyu mtu anaopendeza moyo wangu, anaamua kumbariki. Ni kwa sababu baraka ina asili ya kiungu ambapo ndani yake imevuviwa uwezo wa kiungu kumfanya mtu afanikiwe kupita kiwango, kuzidi uhitaji wake, kuzidi hata vile vitu ambavyo anavihitaji. Yani namaanisha mtu anaweza akawa anafanya hata kitu kidogo, lakini matokeo yake mwisho wa siku yanakuwa ni makubwa kuliko jitihada alizoziwekea katika hilo jambo. Kwa maana nyingine, mtu mwenye baraka anaweza kaa nyumbani, lakini pesa inamjiria, utajiri unamjiria. Lakini mtu ambaye anatembelea dimension ya riziki ni mtu ambaye ni lazima atoke jasho, asweti, apambane ili kusudi apate kitu fulani. Lakini mtu mwenye baraka automatic, ili mradi yupo kwenye eneo ambalo Mungu amemweka awe na anatenda vile Mungu ambavyo anataka atende, unakuta tu njia zinatengenezeka ili kusudi utajiri uje maishani mwake. Na ndio maana Biblia inatuambia ya kwamba Mungu ana tendency, na huyu ni Yakobo anaambiwa ya kwamba nitaleta watu wa mataifa mbalimbali kwa ajili ya maisha yako. Ili mizi baraka ikisha kuja juu yako, inaanza kutafuta njia ya kuwavuta watu waje wawekeze utajiri kifuani pako, maishani mwako. Kwa nini? Ni kwa sababu they are coming because baraka iliyopo juu yako imebeba mpenyo pia kwa ajili yao. Kwa hiyo mtu ambaye anakaa kwenye maono ya Mungu ni kwa ajili ya kuinuka kwa wengi na kwa ajili pia kuanguka kwa wengi. Kwa hiyo baraka ikija juu yako inavutia watu waje maishani mwako. Nitakuonyesha mfano kadha wa kadha katika neno la Mungu. Kuna mtu kama Yakobo, yeye alibarikiwa na baba yake. Kilichotokea, alipotoka akaenda huko, akakaa chini ya Labani, vitu vyote ambavyo Labani aliviweka chini ya mkono wa Yakobo vilifanikiwa. Alipoleta kondoo, walizaa sana, walileta matokeo sana zaidi ya matarajio. Kwa Labani alipoona ya kwamba kijana kila anachokigusa kinaleta matokeo makubwa, akaona wivu, akaanza kumbadilishia mshahara, mara ya kwanza, mara ya pili. Lakini kila anapombadilishia mshahara kwa lengo la kuminya, ile baraka inafurukuta, inaleta matokeo ya zaidi ya kawaida. Na yote ni kwa sababu baraka ya Mungu inavyokaa juu ya mtu ina asili ya kutajirisha. Ukisoma vizuri katika Mithali inasema baraka ya Mungu hutajirisha, wala haiambatanishi sonono ndani yake, haiambatanishi na huzuni ndani yake. Manake chochote huyu mtu anachokihitaji ni lazima atakipata. Yani mbingu zitakuwepo nyuma yake kuhakikisha anakipata, na sio tu anakipata kwa levo ya utoshelevu. Kwa baraka inapokuja juu ya mtu inamtajirisha. Na ndio maana Ibrahim alipofuata maagizo ya Mungu ya wapi awepo na akatenda vile ambavyo Mungu anataka atende, automatic Mungu alimtajirisha, alifanya njia. Yani baraka ina asiri ya kutengeneza tu njia ili baraka ije.
Kuna mtu kama Yusufu. Yusufu alipokuwa akikabidhiwa eneo alisimamie, matokeo yaliyotokea yalikuwa ni makubwa kupita maelezo. Na hii sio kwa sababu Yusufu alikuwa labda anafanya kitu ya tofauti kuliko wengine. Hapana, ni ile baraka iliyokuwepo juu yake, ni ule uwezesho uliokuwepo juu yake, ni ile neema iliyokuwepo juu yake kama baraka ya kiungu maishani mwake, na hiyo ndio ilimfanya awe ni kitu cha tofauti. Mtu mwenye baraka, kwa maana nyingine, mweke mahali popote. Huyo ni mtu ambaye hatakwama, huyo ni mtu ambaye hatashindwa. Results atakazo produce katika kitu atakachokifanya siku zote zitakuwa ni astonishing, zitakuwa ni za maajabu. Ni kwa sababu kila atakachogusa kinafanikiwa. Ukifuatilia Biblia inaweka wazi ya kwamba chochote mkono wa Yusufu ulipowekewa hapo kwenye shughuli hiyo, matokeo yalikuwa ni mazuri. Walipomweka hadi gerezani, wakamweka juu ya gereza, akawa ndiye msimamizi gereza, na kila kazi zilizopo mle ndani zikafanikiwa. Na yote ni kwa sababu Yusufu alibeba baraka, kwa sababu tu aliweza kutambua yale maono ambayo Mungu amempatia, na akakaa pale akatafakari usiku na mchana, na akajua ili niweze kufikia katika hatima yangu ni lazima nijiweke hapa, na inanibidi niishi sana mapenzi ya Mungu, niishi maisha matakatifu, nisiwe ni mtu wa kufanya makosa, bali ni focus katika maono. Na ndio maana utajifunza pia katika scenario ya kitu gani baraka inafanya. Imagine Elia anakwenda kwa mama wa Sarepta, anamkuta ndo anakusanya zake kuni ili kusudi apike konzi moja ya unga ili ale na mwanae ili wafe, lakini Elia anamwambia nipe kwanza mimi nini hicho chakula. Mwanamke hata kuuliza mara mbili ya kwamba sisi nikikupa wewe sisi tutakula nini, nikifanya unachotaka wewe, je sisi tutaishije? Alichofanya tu alifanya jambo jema, akafanya jambo jema. Kwa hiyo Mungu wakati mwingine anasubiria ufanye jambo jema, na ushuhuda ni kwamba baada ya yule mwanamke kufanya ile jambo jema, anasema kapu la unga halikuisha, mafuta hayakuisha, maanake baraka ilimkalia ghafla. Na Biblia inasema hadi ule unga aliokuwa nao ukaongezeka maradufu, ukadumu kwa muda wa miaka 3.5, kwa sababu baraka ilipomkalia ilimpa zaidi ya hata alichonacho, zaidi ya kawaida. Maanake baraka inapokuja maishani kwa mtu inampa zaidi ya kawaida. Haleluya! Kwa ni vizuri uelewe baraka ni a supernatural material thing, ni kitu cha kiungu ambacho kikija maishani mwako, kikiachiliwa maishani mwako, kinabeba maelekezo ya kukufanikisha zaidi ya kawaida. Haleluya! Mfano mwingine, kuna mtu anaitwa Dorcas. Yeye alijikita katika nafasi yake ya kutenda matendo mema, ya kuwahudumia wajane, ya kuwashonea nguo. Kuna kipindi kafika akafa, na alipokufa wale wajane wakaanza kuhuzunika, wakalia kwa uchungu sana. Sasa huyu mtu ambaye alikuwa ni baraka kwetu amekufa, ni nani ambaye atatutendea yale ambayo tulikuwa tunatendewa na yeye? Huko alipokuwa akiongea watu wanalia, Petro akasikia. Aliposikia akaja akamfufua yule Dorcas, maisha yakaendelea. Kitu gani unajifunza hapo? Pindi mtu unapoketi katika kuendelea kutenda matendo mema, Mungu kuna namna anapendezwa na wewe. Hujui ni baraka gani ambayo atakuja kuiachilia maishani mwako, na akiachilia hiyo baraka, wakati mwingine ndiye atakaobadilisha historia au hatima yako. Imagine Dorcas, kwa matendo yake alikuwa anafanya, Mungu alimpatia baraka ya maisha mapya. Yani mbali na yale aliyoishi amemaliza, akamwongezea kitu kingine. The same ilitokea kwa Hezekia. Muda wake ulikuwa umeisha, nabii anakuja anamwambia kabisa, mtu wa Mungu, weka mambo nyumbani mwako vizuri, kwa sababu hakika utakufa. Kitu kilichotokea baada ya hapo, kwa sababu ya mambo aliyowahi kuyafanya, ukiangalia nasema hivi, kumbuka nami alivyoenenda kwa uaminifu, nami alivyotenda mapenzi yako. Biblia inasema Mungu akamwamuru nabii, nenda kamwambia kwamba nimekuongeza miaka mingine 15. Imagine mtu anaongezewa maisha mengine mapya ya ziada kama baraka, kwa sababu tu ya namna alivyotenda. So mtu anaweza kaniuliza, nawezaje kuattract baraka? Kaa katika nafasi ambayo Mungu anataka ukae. Endelea kutenda mambo mema. Ndani ya matendo mema
yanavuta, yanamfanya Mungu apate shauku ya kukuinua zaidi. Kwa sababu gani? Mungu hakubariki tu, anakubariki ili uwe baraka. So automatic moyo wako wa kujibidisha kufanya mapenzi ya Mungu inamchochea Mungu kuwekeza baraka ndani yake. Namna ambavyo unajibidisha kuwa mwema kwa watu wengine, hiyo inamfanya Mungu apate chachu ya kuwekeza baraka maishani mwako. Kwa hiyo hapa duniani kuna watu wanaoishi kwa riziki. Ni kwa sababu gani? Wako nje ya kusudi, hawatendi vile Mungu anavyotaka. Kumbuka Biblia inasema furaha ya Bwana ndiyo nguvu yetu. Maanake mtu anayejikita katika kutafuta kumfurahisha Bwana, Mungu anamwekezea nguvu. Sasa nguvu inakuja kama baraka, inakupa uwezo wa kufanikiwa katika kila eneo. So kaa katika nafasi yako, hakikisha unampendeza Mungu. Hautakuwa ni mtu wa riziki tu, utakuwa ni mtu wa baraka. Baraka itakufanya hata ukuse kitu kidogo, unakuta mafanikio yanakuwa ni makubwa. Haleluya, haleluya.